Basi kwa desturi za kijeshi, shati bendera ya kikosi kuwa mbele ya parade unavyoshuhudia hivi sasa kutoka kwake Kala Officer pamoja na parade RSM. Basi Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo, wanajeshi hawa baada ya kuandaa gwaride la kufana wanaondoka hivi sasa uwanjani kupata kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya. Mheshimiwa Rais, nafuata gwaride la vikundi ikiongozwa na jeshi letu la nchi kavu, chini yake ni Discipline ya Mboga.
Police Service, General Service Unit. Administration Police wakifuata hivi sasa. Wanaofuata ni askari wa kupambana na wizi wa mifugo unit. Gwaride la vikundi ni Border Patrol Unit wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi. Linafuata sasa onyesho ya baadhi ya zana za kivita ambazo tunazitumia katika ulinzi wa taifa, na kwa mengi zaidi nitampisha Meja Alex Hinga aweze kuendelea. Shukrani sana Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana. Baada ya matembezi ya gwaride hilo, yanaanza sasa maonyesho ya zana za vita wanazozitumia wanajeshi kufanikisha operesheni tofauti. Yanayotangulia hivi sasa ni brigedi za majeshi yetu ya Chicago almaarufu the infantry. Wanatangulia hapa na magari aina ya deraya, kipenda Ahmad personnel carriers. Haya ni magari ambayo yametengenezwa kwa vyuma maalum ili kuzuia risasi, milipuzi au mabomu, na vile vile kuwezesha wanajeshi wetu kufika kwa haraka wanapoenda vitani, huku wakipigana na bunduki ambazo zimeangikwa bavuni ama paani wa magari haya. Nyuma ya magari haya kuna magari maalum ya kubebea mizinga inayojulikana kama 81mm mortars, ambayo inawezesha wanajeshi wa infantry kupigana wakitumia mabomu kukabiliana na adui. Azma ya askari wa infantry ni kumshinda adui huku wakitumia mbinu mahususi za luteva au maneva kwa kimombo manuva, na wanajeshi hawa wako na uwezo wa kupigana usiku na mchana, mahali popote, kwa hali zote, na pia kwa hali zote za anga wakitumia vifaa hivi. Wanafuatiwa na vikosi vya operesheni spesheli, the Army Special Operations Battalion, the Army Special Operations Brigade, na pia wako na Special Forces. Wao vile vile wako na magari ya deraya ambayo huwezesha kupigana pande
Armored Brigade. Wako na vifaru na operesheni za upelelezi, ukipenda armored reconnaissance, ambazo wawezesha kupata habari muhimu ili kufanikisha mapigano. Kwa karibu kumefichwa na vifaru warriors.
juu ya magari haya vifaa vya satellite ambavyo vinawezesha wanajeshi wetu kuwasiliana popote walipo duniani. Mashine ambayo inapita inajulikana kama the Tactical Mobile Communication Center TMCC. Wanafuatia sasa vikosi vya wahandisi wa kijeshi engineers brigades wanavyo vifaa vya kuweza kuunda njia kani na misituni ili kuwezesha wanajeshi wetu kupita. Pia wametengea madaraja. Tunaliona hapa daraja moja linajulikana kama the Madaraka Bridge ambalo huwezesha wanajeshi wetu kuvuka mito. Wahandisi wa kijeshi engineers pia hutatiza mwendo wa adui wa kutega vizuizi. Wao pia huwaundia wanajeshi wetu mandaki ya kujikinga dhidi ya mashambulizi ya adui na pia kuwasaidia wananchi kwa vile kwa kuwaundia kama mabwawa, kuwachimbia maji, visima na pia husika kikamilifu katika kuokoa maisha yatokeapo majanga. Kwenye vita wanafanya combat role, kazi ya kijeshi, wakiwa nyumbani wakati utulivu ama peace time, wanafanya wanasema kwa kimombo civil military cooperation, kusaidia katika ujenzi wa taifa na pia kuwasaidia wananchi wetu wanapopata majanga. Katika kuchimbia wanajeshi maji na pia wananchi mahali sehemu kavu. Wanafuatwa pale Mheshimiwa Rais na vikosi vya wanauchukuzi ya Kenya Army Corps of Transport. Mheshimiwa Rais ndio wanahusika katika kuwasafirisha wanajeshi wetu na hali kadhalika vifaa na mizigo yao wanapoenda vitani na pia wakati ya mazoezi ya kivita. Wanayo magari ya kusafirisha wanajeshi, wapo na magari ya kusafirisha mizigo. Wanaweza pia kusafirisha vifaa vizito kama vile vifaru ama magari ya wahandisi. Kauli mbiu yao ikiwa we move the army, na kusafirisha jeshi. Na mara nyingi hutukumbusha kwamba nothing moves until something moves. Wanafuata hapa sasa Mheshimiwa Rais na vikosi vya wahandisi wa umeme na mitambo, the Kenya Army Corps Electrical and Mechanical Engineers, hawa husaidia kukarabati vifaa vya kijeshi ili kuhakikisha kwamba
rasilimali, the Kenya Army Ordnance Corps. Hawa ndio baba wanajeshi wetu chakula, risasi, mavazi, vitu ambazo tusipopata kwenye vita tutatizika. Na pia wako na magari muhimu ya kuharibu makombora yaliyotekwa. Wako na electronic ordnance disposal vehicles. Tunaona moja pale imepita ambayo kuna maandishi spesheli wa kupata na kuvilipua vilipuzi vile, including IEDs. Wanafuata Mheshimiwa Rais, matabibu wa kijeshi, the Kenya Army Medical Corps, wakuletea deraya ama Armored Personnel Carrier Ambulance. Matibabu wetu, wapo wanajeshi wetu matibabu, na pia wafunza wanajeshi kutoa huduma ya kwanza ili kuwasaidia wenzao. Wako pia na mobile theater inawezesha huduma ya surgery kutolewa wakati wa vita. Bila shaka jeshi lenye afya ndio msingi wa taifa. Kauli mbiu ya matabibu wetu ni utabibu bora. Wanafuatiwa sasa Mheshimiwa Rais na vikosi vya kudhibiti majanga, the Disaster Response Battalion, ambao husaidia wananchi majanga yanapotokea kama vile kubomoka kwa manyumba, ajali za barabarani, mafuriko, mioto na kadhalika. Wako pia na magari spesheli ya kudhibiti hazardous material kama vile kemikali. Wanafuatiwa hivi sasa na kikosi cha Defense Forces Constabulary ambao kukabiliana na majanga ya moto, na tunaona pale wakipita na zimamoto zao. Defense Forces Constabularies, their fire fighting equipment, na pia kuna gari spesheli zinazotumika wakati wa majanga ili kutoa huduma ya kwanza na pia huduma ya kisaikolojia, kuhakikisha kwamba watu wanapata tu sio kiwiliwili tu, bali pia wanapata tulizo la akili. Mheshimiwa Rais, sio kawaida kuona wanajeshi wetu wa majini Kenya Navy wakitembea, lakini leo tunawapata wanatembea hapa ardhini wakitetea mashua aina ya Zodiac. Pia wako na mashua aina ya Emsha, na pia wako na mashua ya Milpro. Wanajeshi hawa kutumia mashua hizi kuhakikisha kwamba bahari zetu ziko salama. Tunaona pale wapiga mbizi, the deep sea divers, ambao husaidia katika kuokoa maisha
Kikundi cha tatu kinaingia hivi sasa kikiongozwa na ndege aina ya Dash 8 kushoto kulia, ikisindikizwa na ndege aina ya Spartan. Ndege aina ya Dash 8 hubeba abiria mashuhuri na pia wanajeshi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ndege aina ya Spartan hubeba mizigo mizito na vile vile hubeba wanajeshi wengi na kwa pamoja. Kikundi cha nne kinaingia kwa utaratibu. Kikundi cha ndege aina ya Tucano zikionyesha moshi mweupe, ishara yake kwamba anga la nchi yetu Kenya liko salama. Ni ndege zinazotumiwa kuwapa marubani wetu mafunzo kiwango cha juu, advanced trainer. Ni ndege aina ya Tucano. Hivi sasa, Mheshimiwa Rais, zinafuata ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5. Desturi yake mwendo kasi. Tazama zinavyoingia katika arrowhead formation. Maridadi, tazama mwendo wa kasi. Tafadhali tuwapigie marubani wetu makofi. Ndege hizi za kivita zitafuata moja kwa nyingine, zikituletea mizunguko ya kulia, ya kushoto. Tutaona wakiweza kupaa juu hata zaidi, kuonyesha jinsi ndege hizi hukabiliana na adui kule angani na pia ardhini. Marubani wetu wakiwa wamehitimu kiwango cha juu zaidi, hivyo wana ujuzi usiokithiri angani. Ni ndege zetu aina ya F5. Inakuja ndege ya kwanza. Tazama, inakuja kisha paa juu. Ni katika vertical roll. Tumpe makofi. Bani wetu shangilie. Ndege ya pili vile vile inaingia. Mwendo wa kasi. Tazama atafanya paa juu zaidi. Kisha anarudi alipotoka. Ndege ya tatu vile vile paa juu, mizunguko ya kushoto. Ndege ya nne inapaa juu zaidi na kurudi alipotoka. Tuzidi kushangilia marubani wetu. Inaingia ndege ya tano. Tazama anavyopinda kulia kushoto, mwendo ukiwa kwa kasi. Zinakuja ndege hizi kutufungia onyesho lao kwa pamoja, kisha kila moja kuelekea njia yake. Kwa heshima tuwape makofi marubani wetu. Kinafuata ni kikundi cha ndege aina ya Tucano kwa mara ya pili. Tofauti na mara ya kwanza, zinaingia kwa mwendo wa kasi, zikileta mizunguko. Tazama wanavyofanya, kila moja njia yake, wakizidi kuonyesha moshi mweupe. Aliyetoka mahali alipotoka, kumbuka kwamba anapopinda rubani pia yuko ile position. Inafuata hivi sasa ni helikopta aina MI-171E, ikizindikizwa kushoto kulia na ndege za mashambulizi aina ya Cobra. Ndege aina ya MI husafirisha abiria mashuhuri na vile vile wanajeshi kutoka sehemu moja hadi nyingine. Nazo helikopta aina za Cobra ni helikopta za mashambulizi. Inafuata hivi sasa ni helikopta aina ya Huey, ikisindikizwa kulia na helikopta za mashambulizi aina ya MT-530 kutoka jeshi letu la nchi kavu. Katikati helikopta hili, kushoto kulia
Mheshimiwa Rais kutufungia tamasha la ndege siku ya leo. Helikopta aina ya Puma, kushoto kulia helikopta za mashambulizi aina ya Fennec. Inalipeperusha bango linalosema God bless Kenya, Mungu ibariki Kenya. Makofi kwa marubani. Basi Mheshimiwa Rais, na huo ndio mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru waliofanikisha makala haya, Flagstaff wetu Meja Ismail Olwal, Meja Peter Nsumba Etienne, Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Elijah Aspro Koranga, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Fanuel Mahebo, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Talengo, na bila kumsahau Kenya Navy Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Omar Haji, wote wakiwa ni OGW, bila kuwasahau wenzangu Major Alex Hinga, Senior Sergeant Ann Kiarie, Koplo Emmanuel Jabiri Banzi. Jina langu ni Sergeant Misango Mbae, nikiwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Peter Wanjohi aweze kuendelea na ratiba ya siku. Asanteni sana wenzangu. Naomba sote tutulie kwa maombi. Tutaongozwa kwa maombi ya kimila na mzee Manyasi Situma kutoka kaunti ya Bungoma. Ewe papa kakaba wakabali kurunelio wakabumbuye bumbira mubumbu alama ekeke kamaya ewe sokhirwa tawe papa khobisa bino kusabiro yewe lukos odi president Uhuru Kenyatta nende balondi bewe bosi papa bolane khulinda sibala sha Kenya mu mulembe kusabira sibala syepe sha Kenya ku mulembe neliyambana lilyangali khobisa bino bona kuli okhucha mu burobozi wamwene khurobore mala fabana nija khureko kumukhono mala khubele mune kumulembe musibala syepe sha Kenya bisa bino khuli nende oyo welukosulu mukeni wefwe president wa Sierra Leone ne bamenya ba Sierra Leone khubasabira bulamu bwebwe mindali ne mindali bisa bino papa bona ewe wamwene wabonenga nekhufwana enyanga yino eliyekhuka mala papa khwachuka sifu kirundi mala nekhuilukha khwirana bulemu bwami bwefwe tawe chilomani chakhulomano chibe chichombakha sibala syefwe sya Kenya neliyambana lilyangali ewe noli papa mwalala mwabamuambane khuambane khuryo mala papa khubebe njundala lukendo lulala kamakaline kamakekhe khusabane khweikina khururye muno papa khakabo akabali kurune liloba. Atatuongoza sasa Sheikh Yusuf Maki, kiongozi wa masuala ya kidini SUPKEM Nairobi. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Baada ya kukushukuru ewe Mwenyezi Mungu, mfalme wa watu, muabudi wa watu, tunakuomba kwa utukufu na kwa sifa zako zote uibariki taifa letu la Kenya na pia uzidi kutulinda kila wakati. Tunaomba utupe mashikamano, utupe umoja na heshima. Tunaomba ewe Mwenyezi Mungu ujalie amani na usalama idumu katika kila pembe ya jamhuri yetu, na haswa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunaomba umjalie rais wetu Uhuru Kenyatta afya njema pamoja na familia yake. Umzidishie busara na pia umzidishie hikma. Tunaombea viongozi wetu wote na uwape uthabiti wa kututumikia nchi yetu. Ewe Mola wetu, tunakushukuru kwa ufanisi wa hafla hii ya leo, na tunakuomba utusamehe mapungufu yetu ya kibinadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin.
Atakayetufungia ni Askofu Mkuu Samson Mudhuri wa kanisa la AIPCA. Let us pray. Our dear Heavenly Father, the creator of heaven and earth, we thank you for the blessings of this nation. We thank you, Father, for the peace and tranquility we continue to enjoy in our country and for loving our nation, Kenya. Today we pray for our leaders across the Republic of Kenya, particularly His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, and his family for steering our nation to prosperity. We also remember the other leaders from the state officials to the officials of the county governments. May you, Lord, bless them all. We pray for your wisdom and will to guide them in all they do. Strengthen each leader with a resolve to do what is best for our country. Lord, as we go into this year's general elections, may peace that comes from thee be upon this nation before and after the elections. Lord, remember the people of this country, particularly the areas that have received very little rainfall. Lord, Jehovah, bless us because of your mercy. Today, Lord, we celebrate our 59th anniversary of our independence with thanksgivings. Thank you, Messiah, for sustaining our nation. God, we pray that you continue guiding us even into great heights. We pray, believing and trusting in God, you will protect us, guide us, and bless all. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. May we say amen. Asante Askofu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Mheshimiwa Julius Maada Bio, Rais wa Jamhuri ya Sierra Leone. Wananchi wa Jamhuri tuipendayo ya Kenya, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati ya andalizi ya sherehe za kitaifa, naomba ruhusa yako tuweze kuandalia burudani fupi. Nitawaalika wenzangu Willy M. Tuva wa Radio Citizen na dada Masawe Japani wa Radio Jambo watuongoze kwenye ratiba hii. Karibuni. Asante sana Bwana Wanjoi kwa kutupatia fursa hii. Niwakaribisheni Wakenya wenzangu kwa sherehe hii ya 59 ya sikukuu ya Jamhuri, sikukuu maalum ya Madaraka. Niite mzazi Willy M. Tuva, naongoza kipindi cha mambo mseto kwenye Radio Citizen na mseto East Africa katika Citizen TV. Siko peke yangu, niko na mwenzangu anaitwa Masawe Japani kutoka Radio Jambo. Nafurahi sana kwamba tumeweza kujumuika pamoja siku ya leo kusherekea Madaraka Day, na tunasema maudhui ya mwaka huu ni pamoja tusonge mbele. Na wanaosonga mbele sasa hivi, Mheshimiwa Rais, ni wanafunzi 500 kutoka katika shule ya msingi. Naweza nikasema kwamba ni takriban shule 11 za msingi za hapa Nairobi. Na unachofaa kufahamu Mheshimiwa Rais ni kwamba wanafunzi hawa wako katika grade ya 4 na ya 5 ya mtaala mpya wa CBC. Tuwakaribisheni basi kwa makofi wakati ambapo wanafunzi hawa wanaingia uwanjani. Karibuni watoto, mtupatie burudani. Baba na la Mwana, Roho Mtakatifu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana, Roho Mtakatifu, amina. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Kenya nchi yetu yasonga mbele, nenda na muwe mwingi na kuatanio.
ni ramani ya nchi yetu. Tuwapigie makofi tafadhali. Neno ni madaraka, shughuli iliyotuleta hapa kwa pamoja. Makofi kwa watoto wetu, makofi. Kenya ikela mani iriwo jo Kenya madaraka wa yego Kenya wa jonia uhuru toka uhuru ini rai Kenyatta ini kiongozi mchweo Kenya inaendeleza na wazalendo Kenya inaendeleza na wazalendo chakula kwa taifa, nyumba na makao kwa bei nafuu, stima tunapata. Ndio maana sisi tuomba Mungu akulinde, Nyasaye akulinde, Ngaidi akulinde, Obongo Nyakalaga akulinde. Neno ni peace, ambayo ni amani, kitu ambacho kwa kweli Kenya tunajivunia kwa sana. Makofi tafadhali. Tuishangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda. Makofi kwa wanafunzi wetu basi. Asanteni sana. Na sasa basi, Mheshimiwa Rais, wanaokuja uwanjani ni wanamuziki wa nyimbo za kitamaduni wakiwakilisha tamaduni mbalimbali za Jamhuri yetu tukufu ya Kenya, wakiwa pia wanashirikiana na wasanii wa muziki wa kizazi kipya, ambapo leo Mheshimiwa Rais utaweza kushuhudia msanii mwenye umri mdogo sana, lakini kipaji chake kikubwa kilimpatia umaarufu mkubwa sana. Namzungumzia Trio Mio, na mbali na Trio Mio utaweza kushuhudia msanii kama vile Iyani, na mbali na msanii Iyani pia kuna msanii ambaye
ametamba sana na wimbo wake ambao ni ya lugha ya Kikamba, lakini umedhihirisha kwamba Wakenya wote tunapendana bila kujali ukabila, ambaye ametamba na wimbo Kungulu Kwangala. Sasa wanapojiandaa kusongea, ningependa sote tuelekeze macho yetu katika runinga ambazo zipo karibu nasi kwa ajili ya makala ya Je, Wajua? Je, wajua? Wajua kuwa tangu tujinyakulia uhuru hadi mwaka wa 2013 Kenya ilikuwa na kilomita 13,000 za barabara za lami pekee. Na wajua kuwa Rais Uhuru Kenyatta alipochukua hatamu za uongozi mwaka 2013 alitoa ahadi ya kujenga kilomita 10,000 za barabara za lami ili kuinua uchumi wa nchi na maisha ya Wakenya. Bila shaka, ahadi hii ya Rais Kenyatta imeafikiwa, kwani katika kipindi cha miaka 9 tu serikali ya Rais Kenyatta imejenga kilomita 10,400 za barabara za lami. Hii inamaanisha kuwa Kenya sasa ina jumla ya kilomita 23,400 za barabara za lami, ongezeko la 80%. Katika miaka 9 iliyopita, shirika la Kenya limejenga kilomita 3,300 za barabara zinazojulikana kama highways. Kwenye miji, shirika la Kura limejenga kilomita 950 za barabara zijulikanazo kama urban roads. Na kule vijijini, shirika la Kera nalo limejenga kilomita 300 za rural. Cha kutia moyo ni kwamba barabara zingine kilomita 600 zinaendelea kujengwa na mashirika haya matatu kote nchini kutokana na uwekezaji wa serikali ya Rais Kenyatta. Ni dhahiri kuwa katika kila pembe ya taifa hili Wakenya wanajivunia barabara za lami. Ni walio mijini au vijijini, na hii ni ahadi ya Rais Uhuru Kenyatta. Sasa wajua. Haya, sasa wana muziki, karibuni mtupatie burudani. Kasha